Asante sana baba. Namshukuru Mungu kwa ajili ya neema yake. Amen. Leo Mungu anatusisitiza kwa habari ya uaminifu, pia kuaminiwa na Mungu. Amen. Unajua baba, kuna watu wanajua ya kwamba ni Mungu atashuka ndo hajawaambia mwanangu unatakiwa Mungu yuko ndani ya mtu. Mungu ni roho. Kwa hata saa hii kinachotoka ni Mungu anasema. Amen. Kwa kuna watu ambao wamejiwekeaga yeye mimi namsikia Mungu. Ni kweli kwenye kumsikia Mungu kuna aina mbalimbali za kusikia. Ndio. Kuna wakati fulani yule tajiri alivyoenda kuzimu wakati wa Lazaro. Sasa yule tajiri akatamani Lazaro atoke aende duniani akawajulishe ndugu zake, lakini haikuwezekana kwa sababu Mungu ni Mungu wa kanuni. Akamwambia wako kina Elia, wako manabii, wasipowasikia wao. Kwani wale manabii walikuwa ni Mungu? Ni wanadamu. Kwa Mungu ana tabia ya kutumia mtu na ndo kanuni. Kwa hata saizi mtazamaji na dunia nzima inayotutazama hapa, usichukulia kwamba namuona yule askofu no. Jua ni Mungu anasema na wewe. Amen. Kwa Mungu anasema na watu juu ya uaminifu. Amen. Na ukianza kuona meseji hizi ujue ya kwamba kuna watu wameshaporomoka kwenye eneo la uaminifu. Amen. Kwa kukosa uaminifu, baba alisema ya kwamba huwezi kwenda hatua nyingine wala ngazi nyingine kwenye nyanja zote. Amen. Japo kuwa baba ameniambia nielezee, nifundishe au ni mwelekeze mtazamaji na kumfundisha neno hili na sisi pia. Amen. Kwa habari ya kuaminiwa na Mungu. Tendo la kuaminiwa na Mungu sio tendo la siku moja. Kwa mimi nitazungumzia sana kujikita maeneo hayo. Watu wengi wanadhani ya kwamba mimi nikitoa milioni 1 sadaka Mungu ameshaniamini. Hapana. Kuwa kwenye moyo wa Mungu ni process. Haiwi siku moja. Hebu ngoja tumuone mtu mmoja wa kwanza kabisa ambaye ni mwanzilishi wa imani yetu, Yesu Kristo. Yesu Kristo pamoja na kwamba alikuwa ni mwana wa Mungu, lakini alijitahidi kunyenyekea hata mauti ya msalaba kuhakikisha kuwa mwaminifu kwenye kazi aliyotumwa na baba yake. Amen. Sasa wakati anaendelea, kuna vitu vingi ambavyo vilikuwa vinamuunganishia uaminifu wake na baba yake. Kwa uaminifu huu sio sehemu moja, ni maeneo yote. Amen. Yaani usije ukasema ya kwamba mimi nishajiaminisha kwenye eneo hili alafu eneo hili hapana. Ni maeneo yote. Yesu tukumwangalia alikuwa mwaminifu kwenye kila eneo. Kwenye kufanya kazi, kwenye kuomba kwa muda ule. Hakosei. Kuna sehemu anasema ya kwamba akaomba maombi yale. Kwa kodi ya Mungu kuja kumuona, kumuamini, aliangalia huyu mtu kila saa ikifika anaenda mlimani. Anaenda kuomba. Haijalishi unaomba nini, ila muda ni ule. Kwa akajenga uaminifu. Tumesema ya kwamba uaminifu ni tabia inayojengeka. Kwa uwezi kuwa mwaminifu kama hujaanza kujenga kuwa tabia. Kwa uaminifu sio jambo la limeshuka mimi imekuwa ni tabia ambayo tayari kwanza kwako. Mpaka wewe mwenyewe uaminike, yani wewe mwenyewe ujiamini. Ukishajiamini wewe, ni rahisi sana wengine kukuamini. Kwa nini? Babangu anasemaga hivi, kitu chochote ambacho mtu unakiona kwa nje, tayari ndani kilianzia ndani. Kwa ile picha ya ndani, yule Jennifer wa ndani anatokezea hadi nje. Kama amekasirika basi alianzia ndani. Kwa ule uaminifu unaanza ndani kwako. Mwenyewe hujaanza kujiamini kwenye pesa zako. Mwenyewe hujaanza kujiamini kwenye muda. Mwenyewe hujaanza kujiamini kwenye malengo uliojiwekea 2026 ya kwamba mimi nitakuwa hivi. Haviji tu kama hujaweza kujisimamia. Kwa kitu ambacho kilimfanya Yesu Kristo kuaminiwa na Mungu au baba yake ni uaminifu kwenye kila maeneo, kuomba, kufanya kazi, hivyo na vile, ndo akapata. Kuna sehemu mtumishi alisema ya kwamba mtu analipwa. Kwa malipo yalikuja kwa sababu alijiaminisha. Amen. Mtu mwingine ambaye tunaweza kumwangalia, samahani mtumishi wa Mungu, kabla hujaenda mbali, najua dakika zetu zinakimbia kwelikweli na kipindi chetu hewani kutoka madhabahuni leo kinaelekea tamati. Umeongelea habari za Yesu, namna maisha yake alivyokuwa mwaminifu kwa baba yake.
Ukisoma Wafilipi sura ya 2, naomba tuanzie tusome wa 9 alafu tutaenda juu kule. Mstari wa 9 anasema, kwa hiyo tena Mungu alimwadhimisha mno, akamkirimia jina lipitalo kila jina. Kwa hiyo Mungu alimwadhimisha mno, akamkirimia jina lipitalo majina. Sasa tukija kuangalia mpaka amekirimiwa ni kwa sababu ya maisha ya uaminifu. Yes. Haleluya. Kuna mahali unaona Yesu anasema nimekuja niatende mapenzi ya Baba yangu. Anayeweza ndugu zangu ni wale wanaoyatenda mapenzi ya Baba yangu. Yaani tunaona kabisa huyu ni mtu ambaye maisha yake yote amejidhabihu kuyatenda mapenzi ya Baba yake, na kuyatenda mapenzi ya Baba yake ni jambo linalohusisha uaminifu. Yes. Haleluya. Sasa ukija kuangalia hapa huu mstari kuanzia wa 4 anasema kila mtu asiangalie mambo yake mwenyewe, bali kila mtu aangalie mambo ya wengine. Mstari wa 5 anasema iweni na nia hiyo hiyo ndani yenu, ambayo ilikuwamo pia ndani ya Kristo Yesu. Mstari wa 6, ambaye yeye mwanzo alikuwa yuna namna ya Mungu, naye hakuona kule kwa kuwa sawa na Mungu kuwa ni kitu cha kushikamana nacho. Mstari wa 7, bali alijifanya kuwa hana utukufu, akatwaa namna ya mtumwa, akawa ana mfano wa wanadamu. Yes. Mstari wa 8 anasema tena alipoonekana ana umbo kama mwanadamu, alijinyenyekeza, akawa mtii hata mauti, na mauti ya msalaba. Haleluya. Sasa ndio maana hapa tunakuja mstari wa 9 anasema kwa hiyo baada ya kuwa mwaminifu anakuja sasa kwenye hiyo taji sasa. Kwa maana hiyo hata baba yake hakuona shida kabisa. Ndio maana kuna mahali Biblia inasema Mungu akamtambulisha, akasema huyu ni mwanangu mpendwa, msikilizeni yeye, kwa sababu ya ule uaminifu. Mwana wa Mungu, kuna mahali ukiwa mwaminifu watu hawawezi kujificha. Hapana. Watu watakutambulisha tu. Watasema tu huyu. Amen. Haleluya. Amen. Tuendelee mtumishi wa Mungu hapo. Sasa kitu kingine au tumwangalie mtu mwingine ambaye tumetoka kumuona ni Yesu Kristo ambaye Daudi. Ndio, tukimwangalia Daudi kwa jinsi ambavyo Samueli aliweza akampaka mafuta. Kama ingekuwa ni siku moja tu mtu kuaminiwa, Daudi alivyopakwa mafuta, Mungu angeweza kumwamini akamweka kuwa mfalme. Lakini ilichukua muda mpaka kuwa mfalme. Kwa nini? Hapo Daudi amepakwa mafuta mara 3. Yes. Mara 3. Na Daudi hakukurupuka kwenda kwenye nini? Kwenye kiti cha ufalme. Akamtoe nani? Sauli, kwamba wewe bwana, mimi nishapakwa mafuta, toka hapa na kung'oa. Kitu ambacho kilimsaidia Daudi ni unyenyekevu. Kwa kitu ambacho kitakusaidia hata Yesu, kilichomsaidia ni unyenyekevu. Alijifunza kunyenyekea, akawa na namna ya utumwa. Kwa kumbe uaminifu au kuaminiwa na Mungu itategemeana na wewe unakuwa mnyenyekevu. Kuna wakati fulani Yesu alinyenyekea, akawa anataka kuwanawisha. Sio alitaka, aliwanawisha. Aliwatawaza miguu. Yes. Hivyo nadhani kwa haraka sio ungesema huyu ni Mungu, huyu ni mkubwa. Ndio maana Petro kuna saa aliogopa, akagoma. Kwa nini? Lakini huyu mtu alikuwa mnyenyekevu na alikuwa mwaminifu kwenye hicho, akaona ya kwamba hawa hawafai, lakini alinyenyekea. Yes. Mtu mwingine ambaye tunaweza kujifunza kwa haraka ili dakika zangu nisile sana, tunamwangalia Elisha kwa mwanamke Mshunemu. Ndio. Elisha si kana kwamba mpaka kutengenezewa kibanda ilikuwa ni jambo la siku moja. No. Hapana. Ilikuwa akienda anakula, wakati anakula wanampima. Ndio. Huyu ni mtumishi wa aina gani? Nataka nikwambie tu hata kwa watumishi wa Mungu. Amen. Kuna mtu siku ya kwanza unavyoanza kujitambulisha, kuna watu wanakuchukua hivyo. Sasa siku nyingine ukija ukasema kitu kingine, watu hawakuamini. Ni kwamba unakushusha tena, hata kile ulichokuwa nacho hawawezi kupokea. Ndio. Kwa nini? Unatakiwa ujenge uaminifu, iwe tabia yako. Kitu kinachoitwa uaminifu sio jambo la maigizo, ya kwamba nitaigiza leo, kesho nitakuwa hivi. Ni tabia. Kwani tabia ni nini? Tabia inakuwa ni vazi. Amen. Kama Mungu anavyosema utakatifu ni vazi. Kwa ni vazi. Amen. Mtu anakuwa nalo. Amelivaa. Kwa kila hata akipita, wanasema yule mtumishi wa Mungu. Haiji tu kuwa mtumishi wa Mungu. Ni vile umejenga uaminifu
Amen. Umejenga uaminifu. Kuna watu wengi ambao tungetamani kuwaona, ila kwa muda au huu ambao tumeupata, Baba ninashukuru sana. Amen. Amen. Mungu akubariki sana.